Hayakuwa na fursa mimi. Napenda mtu moja apige kwa mikono na vigelegele wakati tunakaribisha mtu wa Mungu. Amen. 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 Tunasema Mungu atubariki sana. Amen. Tunasema tena Mungu atubariki sana. Amen. Nimeshamshikia vizuri. Ninasema Mungu anibariki sana. Amen. 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 Mungu anibariki tena sana. Amen. Mishashika bwana. Mungu anibariki sana. Amen. Biblia inasema furaha ya Roho Mtakatifu ndio nguvu yetu. Amen. Kama uoneshe furaha hapa ndio problem. Amen. Ifo tulize ni roho gani utapata. Amen ni neno ya kumbingu. Amen. Kwa naona ile neno amen haina na interpretation. Amukalake interpretation ya amen ni Swahili. Amukalake interpretation ya amen hata mkifini, hata mkisedwa, hata mfrancais, hata muanglais, amen na katika paka. Ni revelation wakati unaisema unakisha mambo yote unatashika hapa, unachika, unasema kweli mimi nasitisha ndio chika. Sema amen ya bien. Mungu anibariki tena sana. Amen. Amen. Voilà, tutasoma mu kitabu cha Romains chapitre 8 verset 19 à 21. Tutatumia kwa Swahili yangu. Swahili yangu. Amen. Kama kwa Swahili, Romains français, Romains chapitre 8 19 à 21. Tunasoma katika kitabu cha Warumi chapitre 8 verset 19 à 21. Kwa Swahili na yako na jitari, kwa Francais, unasoma Swahili? Swahili ndio. Kwa Francais jitarishe. Romains chapitre 8 le verset 18 19. Tunasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku na ulepole. Amen. Tunarudia. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Biblia inasema kwa maana viumbe vyote pia vilitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu ya yeye aliyevitisha katika tumaini. Biblia inasema na ya mwisho, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez le français? Tasoma mwangle. Biblia inasema hivi, for the earnest expectation of the creation awaits eagerly for the manifestation of the sons of God. Amen. Amen. Nikiapo neno la Mungu mikono. Ninapenda tuseme juu ya manifestation ya batoto ya Mungu, wala revelation ya batoto ya Mungu. Mara mingi bantu bamingi wanasoma hii verset, donc comprehension yabo aiendake ndani sana. Mekuku bintu bya mingi bine Biblia inaanza kutushe juu ya hii verset. Ni verset moya iko natupeleka mbali. Njia wakati tutasema tu kifupi
na kisha mkonklusion tutaleta koma unaweza kumanifeste nguvu ya Mungu, na tutaleta kwa moya njia ya wakati. Nava niendelee, niko na furaha sana kuservir watoto ya Mungu, neema ya Mungu kupitia evanjili. Amen. Paulo anasema hivi, asema basha kuweka responsabilite juu yetu, wala kuku necessite, kuku bujito ule basha kuweka juu yetu. Ndio kusema tubiri evanjili. Na kama tubiri evanjili tuku benye kulaniwa. Na Paulo anasema kuishi hapa chini ya dunia ni njia ya kutimiza mission. Kama ina njia ya mission, ni mzuri akuye inji ya imu ili purke akuwe preza na Kristo. Ndio Paulo anatufundisha. Sababu mimi napenda ni kuankuraje wewe mtoto wa Mungu, huku hapa chini ya dunia njia ya mission. Mungu ashakupakala mafuta juu ya mission ile Mungu aliweka ndani wako. Ile Mungu alipredestine. Ile Mungu aliyua anaweka ndani wako. Na maneno ile Mungu aliproklame depuis mwanzo ya dunia. Avant ya zarikwa, avant ya ingia mtumba mama yako. Kuku maneno ile Mungu alikushirikiza nayo. Bela il faut comprendre ya kusema kama utimize mission yako andake mtoto wa Mungu huku mwenye kulaniwa. Wala Paulo anasema tuku benye kulaniwa kama tubiri evanjili. Donc Mungu anatuita ndani ya evanjili na il faut tutimize parce que ni responsabilité ile inawekwa juu yetu. Unaweza kuwa mwimbaji, unaweza kuwa intercessor, unaweza kazi yako ni kupeleka tu makonsei kwa bantu. Mungu ashakupatia don ya hekima. Bila ile don il faut itumikishe na il faut ujitoe kabisa njoo Mungu akupakale mafuta juu timize ile mission. C'est pourquoi nous kuna kuencourager ça vile Paulo ya kusema il faut voir les nguvu na uingie ndani ya mission. Parce que kama aufanye mission, autimize mission, donc huku mtu wa bure. Ile neno kusema huku mwenye kulaliwa, huku mtu wa bure, huku mwenye kufa. Bela leo tutasema juu ya manifestation ya watoto ya Mungu. Romains chapitre 8 verset 19. Biblia inasema dunia mzima, ma version nyingine mfransi wanasema creature. Dunia mzima na leo iko na ria na iko na tafuta manifestation ya watoto ya Mungu. Jua nini? Asema ile manifestation ya watoto ya Mungu ni njuu ya deliverance yayo. Kama unaweza kuendelea, ni kusema nini? Deliverance ya dunia inadependre na manifestation ya watoto ya Mungu. Est-ce que Mungu ananifahamu? Amen. Deliverance ya watoto, deliverance ya dunia inadependre na revelation na manifestation ya watoto ya Mungu. Kama watoto wa Mungu wa manifeste, donc dunia mzima tawakia mcorruption. C'est pourquoi Biblia inasema dunia mzima iko na tina leo, iko na ria. Sasa iko na tafuta deliverance parce que ishakuingia mcorruption. Na meingia mcorruption kupitia ule aliingisha ndani ya corruption. Ule aliingisha dunia créature ndani ya corruption. Na Romains chapitre 5 verset 12. Biblia inasema hivi: kupitia mtu moya nzambi ilingia, na kupitia mtu moya lufu ilingia. Depuis pale création dunia mzima inaingia mcorruption. Kuanzia wakati ya Adamu tina leo dunia iko na ria, iko kilio. Me watoto wa Mungu washakulala. Me dunia iko na ria, nzambi kuna tawala, kupungufu ya shetani kuna tawala, mampepe kuna tawala, mampepe kuna labisha maisha ya watoto wa Mungu, mampepe kuna fanya makazi yao kuna timiza. Shetani yako na wila manafsi ya watu. Jua nini watoto wa Mungu washakulala. Mimi nataka kukuambia ile deliverance ya dunia wala ya creation inadependre na manifestation yako, inadependre na revelation yako, inadependre na vile utashimama mambo ya Mungu na umtumikie Mungu. Unipatie amen mzuri ndio nishikesema. Amen. Sema amen ya bien endelee. Amen. Amen. Amba nasema amen ya bien endelee. Amen.
Ile amen huko nasema ni amen ya kifahamu. Unipatia amen ya bien. Amen. Amen. Sema tena amen ya bien endelee. Amen. 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 Dunia ishakuingia mkoripsho. Sasa kama Biblia iko nasema njia ya dunia, iko nasema njia ya nini? Parce dunia iko mdimension tatu. Kama unashika Biblia iko nasema njia ya dunia, iko nasema njia ya vitu vitatu. Dunia ya kwanza, kushika Biblia na dunia ya kwanza tuko naona nature. Ndio tunaona miti, tunaona pepo, tunaona bulongo, tunaona jua, tunaona nyota. Ile ni dunia. Dunia ya kwanza. Creation ya Mungu. Dunia ya pili kama unashikia Biblia na Taya, Jean chapitre 3 verset 16. Mungu alipenda dunia. Na ndio Mungu alipenda dunia, alitoa mwana wake. Donc mkusema kuingia tukiinterprete, Mungu ashikupende dunia ya mamiti, mayua na manyota. Mungu alipenda humanite. Donc manenafsi ya bantu. Kama Biblia inasema Mungu alipenda dunia na akatoa mwana wake, ni kusema Mungu alipenda bantu na kisha Mungu akatoa mwana wake. So, kama Biblia kuna tajwa mambo ya dunia, il faut comprendre au deuxième dimension ni humanité. Ikuna semezia njia ya bantu, njia ya manafsi. Dimension ya tatu ya dunia. Kama unashikia Biblia kuna sema njia ya dunia. Dunia ni system ya shetani ile kuna opere. Njua nini? Njua kualabisha maisha ya watoto ya Mungu. Ikuna opere. Njua kuposede. Ikuna opere. Njua kualabisha maisha ya watoto wa Mungu. Kualabisha madestine. Kualabisha madon spiritual. Kualabisha maisha yabo ya kiroho. Donc dunia, kama unashikia Biblia unasema dunia ya tatu, unasemezea dunia ya giza. Sasa hii dunia ya kwanza ya creation na dunia ya bantu isha kufungwa ndani ya dunia ya giza. C'est pourquoi inaingia ndani ya corruption na iko natafuta deliverance yayo. Sasa haitapata deliverance yao kama wewe mtoto wa Mungu shakulala. Haitapata deliverance kama wewe mtoto wa Mungu mpaka kifa moto. Unaingia kwa mkanisa 3 Kenza Desa kwa mkanisa. Mekaje ya Mungu atuione. Ndio shakulala, una mtu ashakuchoka. Ndio unashinda komba daina. Ndio maungusha kumtoke na shika sasa una mkokota mankama. Ndio unashika sasa vile iko nashika sasa vile ashakunyangula kitu maki ya mshiki. Ndio ni mtu ashakuingia mcorruption. Ule mtu ashalamka ingali mwenye kufwa, iko kifa moto. C'est pourquoi quand on est dans kanisa 3 ans, 2 ans, hakuna kile kinaonekana. Mimi kama mwimbaji, shughuli mwimbaji mwenye atubuoni. Mimi kama mwombaji, maombi iko sanzefe. Mimi kama mhubiri, mahubiri yenyewe abishikirike kule binanzia na kule biko nene. Mungu aliniita kukua intercessor hauna na nguvu. Ndio unashtuka bushiko, sasa ni kwa intercessor. Wewe unakuvinya kila shiku kwa shingo, sasa ni kwa intercessor. Sasa upaka na lota manyoka, unalota mabiura, unalota bintu vibaya. Wewe intercessor. Johnny, watoto wa Mungu basha kulala. Hata unipatie amen. Amen. Hata unipatie amen nitasema. Amen. Hata malaika kumbingu watasema amen. Amen. Hata malaika kumbingu watanipatia amen. 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 Bata waseme amen. Amen. Wala dunia tatu ni dunia ya giza. Sasa hii dunia ya giza watu endelee. Dunia ya giza iko na tembea mbintu bitatu. Premier Jean chapitre 2 verset 16. Mtu somele ile verset. Juba ndo bashiki. First John chapter 2 verset 16. Premier Jean chapitre 2 verset 16. Yohana wa kwanza. Watoto Mungu washakulala na mabiblia habana nayo. Yohana wa kwanza. Ndio wenyewe tunasemezea hivi. Premier Jean chapitre 2 verset 16. Chapitre 2 le verset 16. Biblia inasema hivi, tunasoma Yohana wa kwanza mstari ya pili.
Premier Jean chapitre 1 John chapter 2:16. Amen. Tunasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Muisome pole pole. Maana maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba. Vinatoka wapi? Bali vinatokana na dunia. Mpaka hiyo. Amen. Vinatoka wapi? Na dunia. Dunia tunasemezea ile. Dunia ya giza mwikale wapa. Dunia ya giza iko mara tatu. Tamaa ya mwili, iko na manifeste mu 3 dimension. Tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Donc huko ndo nguvu yako. Donc dhambi yote ile mtu anaweza kufanya kisha kufungwa ndani ya tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Même tentation ya Jésus Christ mu Matthieu chapitre 4. Donc ukifate mzuri, ukisome mzuri na comprendre, utaona shetani anaanza kumpeleka mtamaa ya mwili, anaanza kumpeleka mtamaa ya macho, na anaanza kumpeleka mkiburi cha uzima. Tukirudi hata mwanzo, kuanguka kwa mtu. Donc kulikuya tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Donc dhambi yote bongo, dhambi yote unaweza kufanya, kushimangana, dhambi ya chuki, dhambi ya mawazo mabaya, dhambi yote mtu anaweza kufanya iko ndani ya tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Sasa bikuna jiexpresse wapi? Ndani ya vitu vitatu tena. Kitu cha kwanza, teknolojia. Leo teknolojia ishakualabisha watoto wa Mungu mbaya sana kupita hata na watu wa dunia. Basi watu wa dunia mbele ababitupie kwa tana akili. Watoto wa Mungu washakualabika na teknolojia. Ndio unaona katoto kiloko kiko na vinya phone, unashaka katoto ni kakubwa ni katoto. Unaona katoto kashakuwa mambo ya phone, kashakuwa kuingia kanaingia huku. Kiko na ngara ya kuangalia ndio teknolojia. Donc ni system shetani anatumikisha ndio apeleke bantu tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Kama ufanye attention, utaona ndio vile bantu yako nalabika. C'est pourquoi tana mtu atekala pa phone 3 ans 3 hours utanirumia sasa. Atekala pa phone 3 hours. Mais on mpatie prière kifa moto wa nguvu sana. Paka bimoya donc façon ya kuomba paka moya donc bitu pakuja kwa religieux, kila kitu unafanya paka religieux. Amen. Ushakuwa donc au teme mouvement ya Saint-Esprit, aucune distraction. Amen. Sema amen. Amen. Mishashikia amen. Amen. Sema amen bien niendelee. Amen. Misho watoto wa Mungu wanachukia kama amen. Amen. Amen ni kusema bifashike paka vile. Amen. Sema amen niendelee. Amen. Mimi napenda neno la Mungu. Amen. Neno la Mungu hautakimbia, hapa tutakubiri. Amen. Milango shakufunga, hauwezi kukimbia. Amen. Donc il faut paka ufate paka kumwisho. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Il faut pas tu aller unafuata bantu wale wako nje bayo sema pale peko batoto ya Mungu. Sema amen tena ya nguvu sana. Amen. Wala Mungu amibariki sana. Amen. Sasa hii dunia mbili ikisha kufungwa ndani ya dunia ya giza. Sasa iko besoin na deliverance. Sasa ile deliverance itakuja je kupitia manifestation. Na tunarudia sasa kwa manifestation ya watoto ya Mungu. Biblia inasema dunia iko na lia juu ya manifeste. Iko na lia tena leo juu watoto wa Mungu ba manifeste. Parce que manifestation yabo itawapeleka mu deliverance. Sasa il faut te comprendre manifestation iko mu dimension mbili. Dimension ya kwanza ya manifestation ni manifestation tunaita manifestation présente. Manifestation ya leo. C'est pourquoi mimi nataka kukuambia mtoto wa Mungu, Mungu alikuita. Ushache Mungu akudekuraje.
Mungu alikuita kuikalake mtoto wa Mungu le Mungu ashikuite. Mwito yenyewe tunasema mwito inaanzaka pa wokovu. Wakati unampokea Kristo, Mungu anakuita na ndani mwako Mungu bintu vya valeur. Na vile bintu vya valeur, il faut bitoke pour que bantu ba bénéficier. Amen. Est-ce que vous unanisikia? Amen. Mungu anapenda umanifeste, utoke mu distraction, utafute maisha ya Saint-Esprit. Uishi maisha ya kujaziwa. Hapana kuishi maisha ya kimwili. Asema kuishi kimwili ni lufu. Watu wa mimi wako wenye kufwa. Sasa pourquoi mama mama nikwache? Mama umivu leo, mimi nashikia mkongo. Kesho mimi nashikia mtumbo. Niko nashikia saa. Kikitu kinanitembea. Nichwani huko mu distraction. Amen. Wewe mimi nakutembea katuje. Bintu bila kutembea kaje mle mtumbo bilitoka wapi? Bali bingisha mna. Ni maisha ya distraction. Amen. Sasa kwa Mungu alikuita ushimame. Hata hivi hata mtoto kilo. Ni shukrani. Usache Mungu akudekuraje kazi ya Mungu. Shimama na nguvu tumikia Mungu. Amen. Usache ifashi. Amen. Endelea kuomba. Bado leo unaona sasa vile kubumbafu. Wakati ya kumbele kutakuwa difference. Asema mitaleta achanisho. Achanisho ataleta kwa bale beko naishi maisha ya Saint-Esprit. Amen. Ataleta difference kwa watu wako mdistraction. Ole na Mungu ilisema, ushabakia pa kifa moto. Ole na Mungu ishakusema. Atuone yenye kazi ya Mungu. Na Mungu anapenda utoke mu religion. Toka mu politique. Na ushache teknolojia na bishe spiritualite yako. Amen. Amen. Marezo sosio itumikisha njua kubiri evangeli. Hapana kwenda kwa marezo sosio unashikia mimba dunia mtoto wa Mungu. Hapana utasema amen. 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 Unaenda kwa rezo sosio unashikia mimba dunia. Mserie? Hautasema amen. Amen. Utasema. Hata unanichukia. Sema. Wala. Amen. Amen. Rezo sosio itumike njia kupeleka evanjili. Amen. Uko mtumisha Mungu. Enda kwa rezo sosio, ombea Mungu. Shimama wale ku TikTok, sema mimi naombea Mungu. Ule kuna malari inaishi. Shimama ku TikTok unasema pokea Yesu. Shimama kule kuma Facebook, kuma Instagram. Unavala tu bien. Unafanya tu kitu unakata Mungu wa Mungu. Wala. Unaonesha wanda sa Mungu wa Mungu unakata bien. Amen. Amen. Hata kushikia Mungu wa dunia mtoto wa Mungu. Amen. Ya bana utasema amen. Amen. Basi nguma pepo mbili inalala kichwa nguvu. Pepo ya pombe na pepo ya muziki ya dunia. Amen. Kwa utaona tangu Mkristo utaona apeka wakati mwa hivi utashika tuka Mungu mmoja kanzama. Oh Yesu we. Kamumbo mwa kanzamani kana kurudia. Kana kupa unction ka dunia. Kana kukarimba kisha na kasula. Voilà. Unatoka narudia. Nipatie amen ya bien. Amen. Amen. Donc manifestation ya kwanza ni hapa. Mungu anapenda tumanifeste wakati tukingali pa dunia. Amen. Mungu anapenda tumanifeste nguvu yake. Tumanifeste Saint-Esprit. Biblia inasema uko lumiere ya dunia. Ababebake lumiere, light, banaweka chini ya meza. Ifo baiweke yule ya meza njoo ya ngazi. Wao mwangaza. Besa mwangaza njoo unapeleka watu kuingiza. Ni mwangaza gani? Ni mwangaza ya shetani, ni mwangaza ya jini. Basi kama ni mwangaza ifo ilete direction. Amen. Kama unashima mwangaza, utaona sema kutakuwa difference. Amen. Light inaleta direction. Ndio kupatia precision. Huko naona sema hapa ili kinga tupashe ukuya hapa. Njoo kazi yako ni lumiere ya dunia. Il faut angaze kwa dunia. Amen. Il faut bantu batemwanye Mungu. Baone mkubwa wa Mungu kupitia maisha yako. Amen. Voilà, bantu baone Mungu kupitia mtego vile unatembea. Kupitia kwa voila kwa. Kupitia kwa usema kwa. Amen. Kupitia kwa karakteri yako. Amen. Kupitia binti leo
iko misemo ya grace. Kwa watu wako na misemo, ni misemo ya matushi. Basi tukiendelea kufundisha ndio ni mambo ya dunia, utashikia sema dunia ni kalaka na nani? Langaji hayo. Na misemo yake. Kuko langaji ya dunia. Sasa bantu washa kubeba langaji ya dunia, wanapokesha grace, neema, manurini yao. Basha palabisha maisha ya watoto nje ya manurini. Wanachambula mtoto wewe kichwa sana bako wewe. Unaona mtoto anaiko na komea mpaka vile. So. Unachambula ndio kuna sema ndio kukina kwamba kuna grace, kuna neema. Mtu wa neema hata unashirika. Kushirika haina dhambi. Biblia inatuambia sio ushirika ni dhambi. Bena sasa kushirika kule kuko na kupeleka kwa agression, kufanya dhambi. Amen. Kule ndio kubaya. Amen. Bena hata ushakushirika maneno yako iko na grace. Amen. Na ile wakati kala mbele kimya, wakati roho inakushuka ndio useme basi ile wakati utatosha langaji ya dunia. Wewe ni mtu wa dunia. Asema bila vitu vitatu, tamaa ya mwili, tamaa ya maisha na kiburi cha uzima. Binatoka wapi? Kudunia, kuingiza. Tunabeba manani ya giza, madansi ya giza, mivario ya giza. Tunaanza kuivala, tunaanza kuipibliesha watoto wa Mungu. Hakuna tena difference. Utashikia Mwanzo Testament wanasema, mimi naona dunia inaingia ndani ya katikati ya watoto wa Mungu. Mwa eglise inaenda ndani ya dunia. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nipatie amen ya bien endelee. Amen. Mimi napenda useme amen sasa vile utasema hapo tena. Amen. Ndio manifestation ya kwanza. Ile kupresa. Il faut manifester. Madon spirituel ndani mwako ionekane. Hata kwa mtoto kidogo shikwe décourager. Mungu anapenda utumike na watoto. Mimi nilianza kutumikia Mungu nilikuwa deprimdo. Kwa eglise. Mungu anapenda kutumika na watoto. Ushikwe mtu ashikudécourager. Mtu ashikudécourager utumikia Mungu. Kisha manifestation ya pili. Ni manifestation wanaita ya future. Monsieur future en français nini? Voilà future. Manifestation future. Pour présent, il faut y anzie hapa. Parce que kusema ile manifestation future kui, il faut y anzie mbele mu présent. Kama mu présent au manifester takuia nguvu manifester mu future. Tutaingia mbingu, tutaingia mbingu ya wapi? Unashinda kumanifeste hapa. Sasa tunaingia mbingu. Utaingia mbingu je? Mbingu ya wapi? Kama ni mbingu ya Biblia, usahau iko tu. Amen. Parce hii mbingu ya Biblia ni ya bantu bakiro, bantu ba manifestation. Bantu watakufa ndani ya neno la Mungu. Biblia nasema Efesiens chapitre 4 verset 30. Asema mshirikishe Roho Mtakatifu ule asha kunikashe mpaka wakati ya wokovu yenu. Ile wokovu yako nasemezea haina wokovu ya nafsi. Basi wokovu ya nafsi Yesu asha kuimaliza. Amen. Wakati alimwanga damu, hakuna usamehe wa dhambi bila kumwangalia kwa damu. Ule utamwamini nafsi yake inaokoka hapa dunia. Amen. Mena sasa ile manifestation ile wokovu unasemezea kule ni wokovu ya future, ile inapasha kukuya. Ndio tunaita glorification. Wakati hii mwili itaanguka na tutavuana mwili ya malaika. Biblia inasema wakati tutamuona Kristo tutafanana naye na tutaonekanika saye. Amen. Amen. Yesu Kristo ni ndugu yetu, ni grand frère. Biblia inasema Yesu Kristo mtoto wa kwanza kufufuka kuuzima. Amen. Na shie tutakuwa young brother ba Kristo wakati tutafufuka kumheshima. Amen. Yesu ni ndugu yetu. Kile kuna tusepare ni mwili. Yesu ni Mungu wako. Yesu ni grand friend wako. Yesu ni rafiki yako. Kama na mimi nipatie amen. Amen. Amen.
C'est pourquoi manifestation iko mbili. Sasa il faut yanzie huko chini ya dunia. Il faut manifester. Uitike kutembea maisha ya Roho Mtakatifu. Toka mu distraction. Amen. Beba maisha ya prière na seriosité yote. Beba maisha ya neno la Mungu. Maisha ya église na seriosité yote. Parce que ile kuna kuprepare njia ya ile future. Parce que hapa kama umanifeste ile shuku mwenye kulaniwa. Bala ta manifeste kule. Bala ta glorifier. Ni bantu bakiro, bantu ba manifestation. Amen. Utatosha nguvu wapi ya kufufuka? Hata trompe na leo itatoka. Mtu wa mwili sasa nguvu ya kufufuka itatoka wapi? Hauna tena nguvu ya kushikia electron. Trompete. Hauna tena nguvu ya kushikia ndio huko mwili. Ni bantu bakiro ndio yuko na ile nguvu ya kushikia wakati taria. So wakati taria bali alikufa ndani ya Kristo hapana nje. Wewe unaishi maisha ya mwili bila kuencourage. Mungu anapenda manifeste. Asa kuweka vitu vya valeur ndani ya maisha. Kuna vitu vile hauyajua mpaka na leo. Mungu anapenda ubebe maisha ya prayer, maisha ya kiroho na seriosity yote. Jua Mungu anapenda kutumikishe. Hapa tunasema peko wa prophetess. Hapa tunasema peko wa ubiri wa nguvu. Hapa tunasema peko wa imbaji wa nguvu. Menjua ni shetani sha kutufinika na mapolitiki na mareligion na mateknoloji na matama ya mwili, matama ya mento, mabiburi ya uzima. Mungu unafanya kiburi hiyo unafanya. Akina tuna kuba mtu atanafanya kiburi na chila za atanafanya kiburi kwa narezo. Ni watu wengine wanafanya kiburi na wangapi mwenyewe anafanya kiburi. Mbele Yesu Kristo ashina naye. Mungu anaonekana mwenye kufungwa. Mungu kusafiri kuna mapepo. Mwana kiburi. Mwingine njia buzuri kwake nafanya kiburi. Nafanya kiburi gani? Bila sababu Mungu yuko na resiste watu wa kiburi. Mungu analeta neema kwenye kujishusha. Amen. Nikusema nini? Mtu akiburi shina na neema ya Mungu. Amen. Asema kuna resiste wa kiburi. Nikusema mtu akiburi eko na resistance ya Mungu. Ashina na neema. C'est pour que le mtu anafanya kiburi, umuone sasa vile mtu ashapokea neema ya Mungu. Parce que bantu ashapokea neema ya Mungu ni bantu wenye kujishusha na beko na puissance. Amen. Beko na uwezo kabisa. Amen. Kama kuko mtu wa matata hapa chini ya dunia ni mtu ashakuamini Kristo. Amen. Sasa Kristo mwenyewe mtu anajiue. Ndio kuna beko na kuvinyavia pa shingo kila siku. Amen. Kuvinyavia pa shingo kila siku. Bakalonzo batakuchangia. Basangoma. Bafidi mpui watu wanakuchangia. Oh yes. Finya shingo ile. Bashinde mjina la Yesu. Toka mu distraction mtoto wangu. Amen. Amen. Kuya kwa mwenji kuya patana mashiko mbili moya kama ujiwezi ashe. Kwa na mashiko ashe. Ushikwa mu distraction. Kila siku nakuriaka, kupaka nakure paka na mndoto paka. Au tokeni ukuria. Dunia iko na lia. Iko na tafuta deliverance. Amen. Paka nakuria kule Mungu ashakupatia neema. Sema. Na kwenda kuhubiri, kwenda kuokoa bantu. Wewe paka nakuriaka, kuna kisha kuna kule ni kila kitu. Ukienda tafasho paka ukurie. Donc wewe nakuria ni problem. Wewe nakuria ni problem. Ile tumbo ile unaikulia kwa siku wewe itapasuka. Itapasuka. Itakupasukisha itaria mbasa. Amen. Sema amen ya mbele. Amen. Pika mikono. Amen. Sasa. Yo. Isho kama ni gari na wakati.
Okay, tunabakia na 5 minutes. Sasa hii manifestation yote il faut y expresser mu église, mu kanisa. Il faut yanzia mu kanisa kisha ndio itatoka nje. Il faut y expresser mu église. Manifestation yote ile ai expresser mu église inatoka kama ni wapi? Ni ya shetani, hatujui. Parce que Mungu yuko anajionesha kupitia église. Sasa église nayo ni expression ya royaume. Kingdom. Beaucoup de différence entre royaume ya Mungu na église. Watu wa Mungu wanaona sasa vile église na royaume ya Mungu ni vitu viwili. Mais sasa biko connecté. Biko différence. Différence ni nini? Royaume ya Mungu iko jana, leo na kesho. Bena église ni part ya royaume ya Mungu na iko na opere mu dispensation yetu hii. C'est pourquoi wanaita sema wakati ya église na acte des esprits. Ma action ya Saint-Esprit. Kwanza pa acte des apôtres. Utaona théologie wengine wanasema ile acte des apôtres inapaswa kuandika acte des esprits. Parce que ni Roho Mtakatifu ndio anaweza kumanifester. Donc dispensation ile tuko naishi. Ni dispensation ya Saint-Esprit na église. Sasa église ni iko part ya royaume. Donc église ni expression ya royaume ya Mungu. Royaume ya Mungu iko munene sana. Na hatuyaivivre mu totalite. Ndio alituko ndani ya hii mwili. Hatuyaona totalite ya royaume. Mais royaume ya Mungu iko munene. Na Mungu bintu bya mingi ndani ya royaume. Maintenant, Mungu ashakurevele part ya royaume kupitia église. C'est pourquoi tushakuona miujiza, tushakuona miracle, tushakuona bafu banafufuka. Ni royaume. Bile vyote vilikuwa vigeni. Vilikuja wakati Kristo alishuka. Wakati Yesu alishuka na royaume. Sema amen. Amen. Wakati Kristo alishuka na royaume. Msome Matthieu chapitre 12 verset 28. Alishuka na royaume. Matthieu chapter 12 verset 28. Amen. Tunasoma katika Matthieu 12 verset 28. Amen. Matthieu chapitre 12 28. le verset 28. 12:28 Biblia inasema hivi. Okay. Lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Amen. Unakuya. Donc royaume ya Mungu imeshakuya kupitia incarnation ya Kristo. Wakati alivala mwili anashuka hapa chini ya dunia, alituletea royaume ya Mungu. C'est pourquoi anasema kama Mungu ananiona niko nafukusha mapepo. Hivi vitu amkubiwe. Mungu wa Farisien, ba hypocrite. Mungu anafanya kama mankanjo mirefu ndani yenu, mumarungu manifupa ya kosa. Asa Mungu sabile makaburi ile wanatengeneza mzuri nje. Ndani Mungu bintu bya kosa. Amkuiwaka sasa unaelewa miracle. Mimi nakuya mnaniona kuna fukusha mapepo. Mungu asema roho ishakukuya. Sasa ile roho anakuicomprendre roho. Ilikuwa pa ya roho ni église. Sasa ilikuwa kuanza wakati ya Actes des Apôtres. Ndio l'église ilianza. Ilikuwa kwa manifeste. Kisha ya pili, roho ishakukuya, roho iko present ndio église. Kama unasoma mu 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Utashikia. Asema kwa hii mshakupata eternite. Njumu kwa hapa. L'eternite mshakupata njua nini? Église. Ndio unatafuta kuendelea wakati kuna nikombanisha.
Nipatie kwa moya na tumalize. Kisha ya 3, royaume ya Mungu itakuya mu totalite. Itakuya mu totalite. Ile totalite ya royaume ngere shie bote tuko na chumba. Ndio nasikia Paulo anasema harufu iko bien. Ukiuliza mtoto wa Mungu basi est-ce qu'on appelle kukufa? Tuseme tu verite. Tuseme tu verite. Lufu tu. Na kabisa unatafuta ufufu utechika. Utechika. Kama unafika utakufa tu. Na inategemea. Kama mtu anataka ananiambia kuwa abudu shetani, kama mimi namwamini Kristo na anataka kunipeleka kumwabudu shetani na mimi sitaki. Bado ndio comprendre. Unasikia Paulo anafika mwapo ya kusema ni atakufwa nishipoteshe shida. Basi njoo ya maana sana kuna nipeleka niishi upreza na Kristo. Mimi sisema sema wewe utakufa. Basi Biblia inatuambia sema tutaishi na miaka ya Mungu. Asema amen. Amina. Mimi nasema utaishi miaka ya mingi hapa chini ya dunia, unipatie amen ya bien. Amen. Kuna kazi ya mingi ya Mungu ya kufanya. Kwa wewe hauwezi kukufa. Yes. Na mimi nataka kudeklare kupitia Roho Mtakatifu. Matayarisho yote porque wewe ufwe kifo kibaya na kifo kia mpeshi, wala familia yako, wala watoto yako, wala mwana yako, wala bibi yako inaanguka chini na haitakupata. Ndio wakati napenda tushimame tuombe. Nilipasha kuniambia koma unaweza kumanifeste kisansi ya Mungu. Amen. Amen. Nitaambia Mungu mpeshi kumanifeste nguvu ya Mungu. Kitu ya kwanza tuko na manifeste kupitia kuhubiri evanjili. Paulo anasema evanjili ni puissance ya Mungu. Sasa bantu hawakomprendre. Hapa evanjili ni puissance ya Mungu. Na tuko naona nguvu yayo mtu miwili. Ya kwanza juu ya kokoa. Hakuna kitu kitakokoa habari evanjili. Bantu wale wanasema niliokoka na mateso ni maokovu ya bongo. Nilianza kuteswa sana ndio nikafanya tu deja sasa niokoke tu. Usha kuzeka sana. Usha kufanya mambo mbaya. Unaona unazeka ndio sasa hapa nisha na shwa. Mimi naanza kukufa. Nataka nikuke Kristo. Esi bakikurudishie nguvu unarudia kujeneza. Esi utamtumikia Mungu. Na ile kichwa nguvu. Sikuwa utaona mwa kanisa ya mingi basi zitu mwa Ulaya. Ni watu washa kuchoka na maisha. Ukiona pa eglise kwa basi huyo asema pana reve hapana kushinda. Parce que si ya reve utona ba jeune mkanisa beko ba mingi kupita basi. Amen. Ndio ni makazi Mungu paka tu basi ndio tusha kuchoka na maisha, tusha kufanya vibaya, tusha kufuta mtumbako. Tusha kufanya vitu vibaya. Sasa hakuna shua. Hata Mungu achiniachie kwafi. Donc ukuna manifeste nguvu ya Mungu kupitia kuhubiri evanjili. Kitu ya kwanza ni njia ya kuokoa. Ikuna nguvu ya kuokoa. Hivi Mungu hapa mshwazia sasa mtaongezeka kama mkomprendre hii principe. Il faut mwanze kutoka kwa kuhubiri evanjili. Hapana kuna shika tu flow kuna kuyaka wewe moya kila siku. Ndio kwa nilipenda nifike kule. Basi ni très important. Fanya nguvu bandugu yako watoto yako balete hapa baombe Mungu. Hapa nakuwa tu wewe moja. Bado ataongezeka tu. Mungu ashakupatia neno wende ubiri. Amina banifiki hapa. Tulengana na maombi kuya. Hata siku ya kwanza nakataa, siku ya pili ya tatu atakuya. Hapana unakwenda mpaka wewe moyo selfish. Mungu anapenda evanjili toke. Amen. Na kia pili evanjili kuna nguvu ya kuprovoke le tour ya Jésus Christ. Amen. Ukisoma Mathayo chapitre 24 ile page ya 7. Unasikia sema evanjili itahubiriwa dunia mzima kisha mwisho itakuja. Haina corona italeta mwisho.
Haina mavita tu. Hii mavita ni masihi Yesu alitabiri. Mena kile kitaleta mwisho ni reveil ya evangile. Kuma fashi evangile hayafika. Kuma fashi beko na katana bicho kibili evangile. Ile mafashi wakati evangile inafika dunia mzima. Pale yu asema Yesu karibu na kukuya. Sepuko mama corona hata mama tabini ngine ma vision niliona dunia inaisha. 2014 dunia inaisha ikuishi. 2000 kama ni 10 na 2024 basema dunia itaisha, dunia ikuishi. Donc il faut comprendre signe ya kwanza ni reveil ya batoto ya Mungu, manifestation. Na evangile tapanda sana. Kisha watoto wa Mungu watapanda mfinance, hapana tu kubiri. Na mfinance mmakuta eglise itapanda. Leo gouvernement shapata nguvu. Eglise iko chini ya gouvernement. Leo kutafika wakati kutakuwa restauration ya neema ya mapoto. Donc itakuwa restauré. Kutakuwa miujiza itafanyika mbasa. Njoo nipenda nifike pale. Kwanza leo wewe uanze kuhubiri watu, uanze kuleta watu hapa. Hawezi kuwa mtoto wa Mungu na kuyaka hapa. Bana kuhubiri kila siku. Unabeba neno lingine hapo inatokea wapi? Wewe uhubiri na uambie bana mkuye kwa maombi. Amen. Mtoto wa Mungu wote anaitwa kwa evangeliser, kuhubiri, kuita Mungu. Wala. Sema amen. Amen. Siku ingine makutano ifo tushikia sema mtu fulani alileta kwa mtu mmoja. Amen. Ile ndio maturité spirituelle. Amen. Sasa ingia maombi, mwambie Baba akupatie energia kiroho. Donc akupunguza, kutoshe tamaa ya mwili, tamaa ya mencho na kiburi cha uzima kishipate fashi mu maisha yako. Amen. Mwambie Mungu akupatie energia kiroho. Na Mungu akusaidie teknolojia, politique na religion ishikubebe akili. Donc maisha yako ikwe ya kiroho. Parce que kuna bintu kuba bengine ba Mungu prophetess. Bengine ba kuna bintu vya nguvu sana. Pale tunaanza kuomba hapa. Ninaanza kuona image ya mtu mwa hivi. Sasa niko naangalia mishimo. Ninaona sasa vile mtu mwa alikuwa hapa mimi mishimo. Eko sasa vile mwekunda sana hivi na nywele mfupi. Niliona image ya Mungu hivi. Niko nashika unaniambia sasa mwambie aombe juu ya mavita ya buloshi. Ile kuna kombanisha maisha. Mimi napenda tuombe njoo priere ya mwisho kama tunaomba. Sema kwanza tena Yesu ni Bwana. Mwambie Bwana, sema Baba, sema na nafsi yangu. Mwambie sema na nafsi yangu. Sema na nafsi yangu. Mungu akasema nitaandika agano jipya kwenye mioyo yenu. Ndio mshaanze kusabu. Kama unakutana na dhambi unasema hii ni dhambi. Watoto ya Mungu wa zamani bale wanaanza kuogopa kama wanaona mtu nilifanya makosa. Meshie tunashtuka wakati tunaanza kufanya hapa ni dhambi.
Mungu anamwambia Mungu ke Baba, gusa roho yangu, gusa nafsi yangu, usiniache niingie mu majaribu, usiache nianguke, usiache nirudie kule nilitoka. Kuwa kama gongo yangu ya kunilamusha wakati niko naanguka, wakati niko napotea. Wewe unitafuta nirudishe njia. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Sema tena Yesu Bwana. Ingawa maombi yako ya mwisho, sikia nikwambie. Ule mtu wa kilema alikuwa kumulango, akufukuza buloji, akuvunja buloji. Lakini aliambiwa kwa jina la Yesu, simama na ufanye nini? Na utembee. Sasa wewe unaminia saa yote mpaka tuite moto, tushushe moto. Unasema hii wakati Baba, uniguse na mimi nitoke pale nilifungwa. Unilamushe, nitoke mkamba ile nilikuwamo. Unifungule pale nilikala. Unisimamishe pale nilianguka. Unasema maisha yangu pale ikuendeka. Baba wewe gusa. Anasema uniite nami nitakujibu. Nitakufunulia yaliyofichama. Wewe Jeremi, uniambie tu. Juu unalia kilonda kyangu akishe maumivu. Mimi ndio bikunaongezeka mambo ibadilike. Wewe niite tu na mimi nitakujibu. Nitakufunulia kilichofichama. Asema mtajua ukweli na ukweli utanifanya nini? Utaniacha huru. Lakini amfunguliwi juu amjui nini? Ukweli. Kama ukweli unakuwa na mtakuwa huru. Ni nini kinanitesa? Ni kitu fulani unaachana nacho na basi utakuwa bien. Nini kinanitesa? Ni mambo fulani, ni mali ya kizazi na ikata, sitatumikia tena, sitaishi tena naye. Pale utakuwa mzuri. Unasema Baba, vile Yesu alimkamata ule bwana pale, asema alikaza macho akamwambia kwa jina la Yesu simama na utembee. Kumbe na mimi leo kwa jina lako unisimamishe. Pale niliangukia, pale nilivunjika, pale maisha yangu yalipotelea. Anza kuona,
basi nyangula mikono yolo. Tunamwacha kwa Daniel atangaze juu ya maisha yako, juu ya nyumba yako na juu ya kitu chako chote. Mungu alisema nitabariki kwenda kwako Abraham na kurudia kwako. Hapa tulikuwa ni mlima wa Moricha na masadaka yetu, masakrifisi yetu, ali yetu, matendo yetu. Lakini Mungu kwa kitu anafanya. Kumbe karibu kwa matangazo. Bwana tunakushukuru magharibi ya leo. Yesu tunasema asante kwa sababu Masia Baba unakubali Senyeje siku sema na watumishi wako Baba. Tazama jinsi unagusa maisha ya kila mmoja ule kwa hapa Senyeje. Tunajua Baba ndani ya giza unajiprepare Senyeje juu ya kuharibu na kuvunja maisha yetu. Ndio kuturudisha nyuma Bwana katika jina la Yesu. Nimetangaza magharibi ya leo maisha ya kila mmoja kwa jina la Yesu. Yote ya giza haleluya. Yote walisema kwa maisha yake Baba ipate kuanguka chini kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Mamlaka zote haleluya. Alipata kumtia uzima kwa hapa sasa Senyeje imeanguka kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Baba tunasema kwa sababu Jehova ulitupa uwezo na mamlaka Senyeje ya kufukuza mapepo machafu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Magharibi ya leo waliofungwa ndani ya giza wafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Presence yako magharibi ya leo inachanje Bwana magonjwa ndani ya miili zetu inapata kuondoka katika jina la Yesu. Kila mmoja aliingia hapa unalikuwa mgonjwa Baba apate kupona kwa jina la Yesu Kristo. Nimetangaza kuponya kwa watoto yao Senyeje. Haleluya Baba, wale wakufika hapa Mungu wa neema, mkono yako Baba sio mfupi Senyeje juu ya kugusa ponya maisha yao kwa jina la Yesu. Mungu la Bwana, haleluya Senyeje. Kuna wale walisema ya kwamba hawatatambuka ndani ya 2024 kuingia ndani ya 2024. Nisema shetani haina na uwezo kwa maisha yao kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Wanatambuka leo, wanatambuka leo, wanatambuka leo. Tunatambuka Baba na watoto yetu, mabia yetu Senyeje katika jina la Yesu Kristo. Acha magharibi ya leo Senyeje ikuwe siku mpya kwa maisha yetu Baba. Acha Jehova kondoka kwetu hapa Senyeje. Mungu wa utukufu Baba tuone na wewe. Vita mbele maisha yetu Baba. Kanyanga vya pumzi, tukanyange vya kufa. Mungu wa neema, tunakushukuru Baba kwa sababu Senyeje ulisema kabla tujaomba ulichajibia. Kumbe Mungu wa neema unajua kila hitaji ya mtoto yako. Haleluya Jehova. Baba jibia Senyeje. Basi kwa hapo Yesu inakuwa ni solution haleluya kwa kila mmoja. Playa shetani juu ya watoto kidogo, juu ya wajeni garson inaharibiwa kwa jina la Yesu. Inamkuta chini kwa jina la Yesu Kristo. Wamama wajawazito wao Yesu watukufu uwaproteje Senyeje katika jina la Yesu Kristo. Hata usiku wa leo iko usiku ya miracle, wanakutafuta uonekane. Matumbo ilifungwa na shetani. Haleluya. Wale wote waliandikiwa operation kazi ya leo Senyeje imeanguka kwa jina la Yesu Kristo. Imeanguka kwa jina la Yesu Kristo. Imeanguka kwa jina la Yesu. Wote waliandikiwa kulia. Haleluya Senyeje. Machozi yao hawatalenga maumivu, hawatalenga kupoteza, watalia machozi kwa jina la Yesu Kristo. Watalia machozi kwa jina la Yesu na watashuhudia mkono wa Mungu wako kwa nitisa. Tunakushukuru Senyeje Baba. Tunataka mtumishi wako Baba ule ambaye Senyeje ulimtuma kutoka mbali, aliacha familia yake Senyeje ndio kukutumikia Baba. Umjaze pia haleluya Senyeje, umkali mafuta, umtumikishe tena kisama hata siku nyingine Senyeje aendelee kutumikia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Wako Mungu wa neema, tunakushukuru Senyeje. Tunasema magharibi ya leo kumalizika kwa service sio kumalizika kwa kazi yako. Acha masawali ya watu yako yafunguliwe, wapatie nguvu na uwezo kiroho Senyeje popote waendapo Baba. Tangaza neno lako katika jina la Bwana Yesu Kristo. Fungula masawali ndani yao ni kwa uwezo wa jina lako Baba. Tukiomba na kusema hivi na wote wanasema amen. Amen.
Wema sana ni wema. Piga kwa mikono nikielekea. Sema kwanza Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Ninapoiwaka hata kama kusema amen, lakini leo bana fanya nini bana gusa yako. Amen. Maandiko nasema niliweka jiwe la kukwaza na la kuangusha katika Sayuni. Ile jiwe la kukwaza na la kuangusha ni neno la Mungu. Ni Yesu Kristo. Kunyoloka abendaki tu munjia tu aujikwale mpaka ujibuntule kwanza na unashtuka saa kumbe liko munji. So kama mama ulishalala lamuka, manifestation ya neno la Mungu ionekane kwako. Ndio tumesuluhisha mafungo hapa. Shimo tuorganize kwanza mafungo kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Hapa tunaomba sasa yote kwanza mpaka kudia walisema hapo utapasuka. Ile mishina hapo mimi nasema tu ile walisema. Merci beaucoup. Mjuma tu yule unafunga kama siku ngapi? Kama kisema fungo sitomenda rukuni. Mungu wangu wewe. Bwana tusaidie sana. Hii mami yake ni kumwambia stoma tulizana. Nichunge kwa nitafute nini. Unamwambia kwa bize wewe haushaki. Maandiko nasema nitaruhusu baraka kumifuata. Amen. Sasa sisi tuko nafuata baraka. Ile tu makuto napataka ikwenye yake. Unatafuta tena nyingine iongezeke. Wewe mtu unatumika gani mara 10 kwa siku. Ndeni naye kuna jiongeza mara 10. So unajikuta butumwa ndio unaongezeka. Ndio kwa maana mimi ile wananipaka ndio ile mimi napokea. Hata kama wanasema iturumbira tukupatia nikale nayo kwanza. Unawazia sita mtakufa na njala. Mwenye utaleta. Sasa kama unaanza kufuata sana ndio utaanza kunyonga. Sasa kwanza amen. Nyata usana nyambiana sema utenda ufuate wewe. Sasa kaza kufuata. Tabamba tu kwa internet na tafuta mtu bwana tuishane kwanza hapa. Songo mkele hiyo stage na kwa miaka hiyo. Bwana ndio mbio kumakuta ni mbio mambo Mungu pole pole. Mungu akubariki sana. Mimi najua sasa hii juma kila mtu atakuwa na mtu mmoja. Ni baraka na neema ukikuja kuna mtu mmoja. Mtoto yako, bwana yako, ndugu yako, jirani yako. Hata mzungu tuletena hapa kwa interpret. Mkifini atasema, mkimwangalia atasema na mfransile kwa hapo. Bwana atafanya tu neema. Bwana tubariki tena. Amen. Merci beaucoup. Kwa hiyo wakati namwachia kwa NSD kama matangazo ya kuweza kutangaza karibu hapa na mtaweza kufunga. Amen. 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 Mungu anibariki watumishi wa Mungu. Je pense hii samedi itakuwa ni le 31. Unajua kuna mtoto yule alikuacha eko ndani ya moyo. Je pense itakuwa ni siku ya kumstiri ama kuzika. Sorry kwa sauti ya Mungu na katikozi. Niloma kabisa ni mtoto ambaye ni wa ndani ya kanisa hii. Ni mtoto yetu kwa sababu ni mtoto katika kiroho pia kimwili. Kwa hiyo itakuwa mzuri sana presence ya kuchukua hapa. Itakuwa mzuri sana. So tunalomba kabisa kwa sababu après majisi programu yote tutaanza tena kwa kanisa hapa. Na hiyo tutalomba wazazi tutashikana mkono kwa mkono ndio ile sale ile nyingine ya mule chini watu tutabatajala sana mule ndio après majisi tutakuwa kula kila kitu kitafanyika hapa kanisa. So watoto wanaweza kuamsha mapatie nini, tutashikana mkono na mkono kwa ile familia ndio kufanya ile usafi après nini, après kula na kunywa. Ndio dimanche tutakuwa na meza ya Bwana, tutakuwa na watu mingi sana kanisani hapa. Depuis ya madesa yetu. Kwa hiyo tutalomba kabisa avaya wakati tunamaliza mambo ya chakula na nini, na tunalomba tunasaidia na ile familia ndio kusaidia kusaidia kumule ndio kusema itakuwa ni kazi ya haraka kama kwa bamini. So Mungu atanibariki tena wakati tutasacrifice. Mungu atakubariki sana. Amen. 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 Na point nyingine sababu tutakuwa na kilio ile siku, je pense bado tutakuwa pamoja, asijue kama itawezekana kuomba ndio tutakuwa pamoja na programu kuendelea na mambo ya kilio pale. Kwa hiyo ile siku ndio itakuwa siku ya mwisho tunamalizika pale. Manake nyumbani hakutakuwa tena kilio. Ukiachana ile siku
na kilio kinaishia pale. Donc ndio programu ile tulikuwa nayo tukumbuke ndio mtoto wetu ule yuko ndani ya moyo, ndio siku tutamzika ni le 30, maana ni samedi le 31. Usikuwa haraka sana kutoka, sababu wengine wanatoka, sisi tunafanya ile kazi, itakuwa mzuri sana. Njoo ni mtoto wa ndani ya kanisa moja, kisha ni mtoto wa ndugu zetu. Amen, amen. Amen. Hatuna na nyingine ya kusema. Yes, merci papa. Dimanche kesho tuko na wale ambao watabatizwa. Amen. 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 Tuko na wale watabatizwa, na wale watabatizwa itakuwa mzuri sana tukiwasindikiza hapo. Haleluya. Amen. Paske wengine wana hapa wale wenyewe watabatizwa petetre beko na kitenge, donc ni beko na zai kwa kupia siku ya kesho. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo itakuwa mzuri tukiwasindikiza kwa wakati wa batizo. Mtu anazalikwa kupia ndani ya familia, tunaona kama mama anazala analeta kaka, sasa kukiro kabisa ile maisha ya milele na milele. So jitayarishe kwa ndugu yangu, kama hataona makado tufike kwa pale, presence yako itampatia Mungu, ataona ke ni kweli hapa kweli kazi yenye mimi naingia hapo ni kazi nzuri sana. Kwa hiyo itakuwa ni apres kanisa tutaondoka na kwenda kuwabatiza wale ambao watabatiziwa. Mungu akubariki sana. Please, uko poa mzuri sana. Je pense mtumishi wa Mungu mnamwona hapa Papa Shadrack anatokea Turku. Kule Turku ndio kule anaishi na tuna kazi mnene sana kule Turku. Je pense tutakuwa wote kule. Tulipenda tena tunyambie presence yake eko mwenye furaha sana wakati atanyona tena Turku. Amen, amen. Amen. Tutakuwa na maombi kule itune mzima. Papa Raymond atakuwa pale, Papa Daniel atakuwa pale, Papa Mkeba, pour quoi pas Mama Esther, pour quoi pas Mama mzazi, pour quoi pas Mama Mado. Please karibuni sana kule Turku, twende tukaombe pamoja na mtumishi wa Mungu Papa Shadrack. Na wakati atatuona atasikia furaha sana. Ninaona mama wanajiuliza itakuwa date gani? Papa itakuwa date gani papa? Le 14 ya mwezi wa Januari. Ni siku tu moja tutaomba, kama tunamaliza kutakuwa kula na kunywa na tunarudia. Amen, amen. Amen. So please karibuni sana, tunawainvite. Je pense neno ya leo inaishia pale. Tuendelee kuvisite na kuhubiri neno la Bwana. Juma ile tutakuwa ndani ya maombi. Tukue kila mwingine akuweko na wengine. Kama hata wazungu wahubirie. Kifini tulishajua, kwa nini tujilimite sasa? Hubiri iko 3, 4, 5 wakaibie, tuombe Mungu. Na tutaomba njuu ya kazi ya Mungu inafanyika hapa na njuu protection ya maisha yetu. Tutaomba Bwana Mungu wa neema, tunashukuru Seigneur Jésus presence yako magharibi ya leo. Tunajua Bwana ulianza nasi na unamaliza nasi. Baba, tuko wenye furaha kwa sababu gisi tuliingia hapa haina ndio gisi tunatoka kwa jina la Yesu. Amen. Umebariki kila mmoja wetu Baba. Ule aliacha nyumba anakuja hapa, acha kurudi kwake kwa nyumba, mambo ishanje kwa jina la Yesu Kristo. Wale walianza kumuumiza roho, haleluya Seigneur. Baba, walete furaha kwa jina la Yesu. Basi wewe utakuwa adui wa adui zetu. Kumbe Mungu wa neema, protection divine Seigneur kwa kila maisha ya mtoto wetu, kwa kila maisha ya mzazi wetu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Bariki makazi ya watumishi wako. Neno lako linasema utabariki makazi ya mikono yetu. Bariki kila kazi yoyote watutaka watagusa, mali yoyote watakanyanga. Miguu yao ibarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Uwatumikishe kusama mapepo ya kizazi isiwaone tena. Ni kwa uwezo wa jina lako Yesu tunaomba na kusema hivi. Amen. 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 Mungu abariki sana na tuwe na salama ya Bwana. Amen. Amen.